Watu wangu mumewatch hiyo video ya kina Marion na Ipei wakifanyishwa interview akiwa na Manzi wa Kibera na huyo mwenye wanamuita Mathai. Kumbe Marion na Ipei amekapitia hivyo. Sasa guys, mlisikia vile Marion na Ipei alielezea, na maybe kama hukukua, allow me to brief you. So Marion na Ipei alisema aliachia shule form 2 due to some unavoidable reason, na akasema alikuwa anateswa sana na huyo stepdad na huyo stepmother. So mama ya Marion na Ipei alikuwa ameolewa na huyo Masai na wakakuja wakadivorce, na mama ya Marion na Ipei akaenda kuolewa wapi? Huko Uganda. Sasa Marion anasema ndio atoroke kwa hiyo boma, ndio aache kuteswa, ilibidi abebe mimba ndio atoroke, na akafanya hivyo. Kumbe mwenye alimpea mimba kwao kulikuwa ni kwa Masongo. So mother-in-law akamkataa, akasema, akaambia huyo kijana kama ni kuoa lazima uowe from a very rich background family. Na kwa kina Marion hawakuwa rich. So Marion alipata kaboy na alipata na CS. Alifanyiwa operation ndio akapata hako kachali kake, kaboy kake. Sasa aliachia shule form 2. Sasa after kukataliwa na huyo mother-in-law, akaanza kufanya kazi. According to hiyo show alisema alianza kufanya kazi mtoto wake akiwa 5 months, alikuwa anauza chai, soda na uji. Na mtoto wake ako 5 months, amebeba mtoto kwa mgongo, kidonda bado inauma, kidonda ya CS. Akauza, akachoka. Akachokeshwa na hiyo kazi juu sometimes kukinyesha hakukuwa anauza soda, na soda ndio zilikuwa zinaenda sana. Na akasema alikuwa anauza once per week. So alikuwa anatengeneza 3,000 Kenyan shillings. Na hizo kwake zilikuwa pesa mingi. At that time akasema alikuwa anakaa single, na single ilikuwa ya 1,500. So alikuwa analipa 1,500 na anabakishwa na tu pesa twingine kupitia kuuza hiyo uji. Na vile nasikianga akiongea kizungu mzuri yake. And guys, kitu yenye nimependea Marion na Ipei kwa hiyo interview, yani amefunguka kabisa, hakuwa anadanganyana. She was very open. So after that alitoka hapo, akaenda akapatana na rafiki yake mwingine walikuwa wanasoma pamoja, na akamwambia, mimi maisha ilinishinda, nikapata mtoto, nikakataliwa na mother-in-law, nikafukuzwa kwetu, so nang'ang'ana tu. So kwa kung'ang'ana huyo best yake akamuintroduce kwa hizi jobs za huku, nitasema nini, sitaki YouTube yangu iende. Hizo kazi mnazijua za wazungu na wa Kenya. So Marion akakuwa akifanya kazi akahamia kwa bedsitter sasa. Mpaka akaandika mfanyikazi. Marion ni yeye na simu na kutumia huyo mzungu. Anamtumia hizo video, anamtumia hizo picha, anatumiwa do. So Marion akakaa hapo. So Marion akaanza kuchat na huyo mzungu, anamwambia, anaenda anafunga nyumba, anajifanya, mzungu ona nyumba yangu imefungwa. Marion anatumiwa kitu, anatumiwa maybe 6,000, maybe sijui 10K. Bora yeye ameonyesha mzungu hiyo kitu, akamtumia videos, akamtumia pictures, si mnaelewa picha zenye nasema. Marion akakaa huko, ndio akakuja
akaachana na hiyo juu huko hiyo site au wazungu wanatakanga mtu mwenye ni mkonde. Mtu hawatakangi mtu mnono kama Marion according to what she said pale kwa show. So Marion akakuja akaanza kupoteza wazungu juu yeye ni mnono. Sasa akaingia kwa Tinder. Mnajua hiyo Tinder app ile ya kuswipe. Kama unataka sijui whatever, unaswipe tu left, kama utaki right, hivyo. So Marion Naipei akakuja, I'm just trying to cut the story short from the show. So Mariam akakuja akaendelea na kuswipe ndio akapata Opande James. Ndio sasa wakaanza kuchat. Opande akamwambia niko huku, sijui nini, niko USA, nitakuleta huku USA. So James ikafika wakati akakuja Kenya. Kukuja Kenya alikuwa ameambia Marion atakuja. So Marion alikuwa anafikiria huyu jamaa atampigia simu akiwa pale Jomo Kenyatta International Airport, but hakumpigia. Huyu jamaa kwanza alienda Kisumu kwa bibi yake. Ndio sasa akarudi tena akakuja Nairobi. Kukuja Nairobi alienda kwa klabu yenye ilikuwa pale Donholm. Hapo ndio aliita Marion Naipei. Kumbuka huyu jamaa alikuwa amedanganya Marion Naipei atampeleka US, so akaambiwa achukue nini? Achukue passport. And according to what Marion said pale kwa show, alisema huyu jamaa wakivideo call alikuwa anatumia Marion Naipei 1000. Kila video call Marion alikuwa lazima atumiwe 1000, of which hatujui ilikuwa ya nini. So huyu jamaa vile alikuja akatumia Marion, akamtumia location. Marion na yeye akachukua cab akakuja, ilikuwa pale Donholm. So Marion akakuja Donholm. Marion akabaiwa muziga. Alikuwa peke yake, akabaiwa muziga. Marion akakuja akiwa amevaa kisexy. Of course hata wewe ukiitwa na boy na maybe amekuwa majuu, utakuja kama umevaa kisexy. So Marion akakuja na kale ka dress alikuwa amevaa ako ka grey, kalikuwa ka brown, ni ka mini skirt, alafu viatu zilikuwa high heel. So Marion Naipei akaenda pale Donholm kwa club, akabaiwa muziga, akaleweshwa na huyo James Opande akaleweshwa. Alafu sasa James Opande akamwacha akilewa, akaenda kwenye Marion hakuwa anajua ni wapi. Akakaa jamaa akarudi. Kurudi akaambia Marion Naipei twende ile klabu ingine, wakaenda klabu ingine. Sasa Marion Naipei yeye alifikiria wanaenda kukula nyama. Kwenda hapo alipatana na marafiki wengine wa James Opande. So huyo jamaa Marion akakuwa mlevi kabisa. So Marion akakuwa msexy. Marion akaanza kuambia huyo jamaa anataka hiyo kitu msolobo. Si mnajua anataka kariva between kake kasikie utamu. Marion Naipei amelewa, anaguza huyo jamaa huko kwake. Yaani Marion saa hizo anataka ile cha ukweli na yeye James Opande ataki. Mambo ikaendelea kuchemuka. Ikabidi huyo jamaa akaanza kurekodi nani? Akaanza kurekodi James Opande. James Opande akaanza kurekodi Marion Naipei. Marion Naipei hajui kama anarekodiwa. Akarekodiwa. Marion Naipei akakuwa too much that anataka waende kwa kitanda. Sasa huyo jamaa ikabidi ambie Marion, bibi yangu anakuja, weenda. Marion Naipei ako na pesa ya kurudi? Hana. Sasa Marion Naipei ikabidi akalipiwa tu hiyo cab na beste yake. Akarudi tena kwa nyumba. Saa hizo amelewa, amefanyiwa nini? So by the time anafika kwa nyumba, James Opande alikuwa ameshawachilia hizo video. Reason hatujui kwa nini aliachilia hizo video. Mnaona mali alikuwa anainua Marion Naipei nguo zote. Anamuuliza kwa nini hujavaa suruali? Mbona hujavaa panti?
Kwa nini hujavaa? So yeye hakuwa anajua kama anarekodiwa. By the time anafika nyumbani na maybe akalala, jamaa akaachilia video ni best ya Marion. Aliuliza Marion, mbona naona video zako zimetrend? Marion akamuuliza video gani, ndio akatumiwa. Marion akashikwa na depression. Ikabidi aende Mombasa. Before aende Mombasa alisema wazee wa kijiji wa Masai wanakuanga wabaya, ati walimkujia hapo kwa hiyo bedsitter wakitaka kumshika aende akatandikwa. Akasema according to Masai, mtu akifanya vibaya unashikangwa na wazee wa kijiji, unachapwa mbele yao. So wazee wa kijiji walimkujia na Prado ni ango yake mwenye anafanyanga sijui kwa gava. So wazee wa kijiji walikuja, but mzuri Marion akatoroka, akaacha mtoto. So walienda na mtoto. So Marion Naipei after that akaona kumewaka moto. Si unajua alikuwa anakujiwa ndio aende akachapwe mbele ya wazee. Juu amefanya tabia mbaya, video zake zimetrend na according to Wamasai hiyo ni tabia mbaya. So Marion Naipei akaona ni vizuri aende Mombasa. So akaenda Mombasa, akaitwa na marafiki wake. Wengine 5 wakamsponsor kila kitu. But akasema huko ndio alitaka kujirusha kwa barabara. Akasema yani depression ilimuhit. Ukapata ako very depressed, hajui atafanya nini. Akiwa hapo akaambiwa na Geoffrey Musiria apande gari akuje. Geoffrey Musiria akamtumia fare. Ndio sasa Marion Naipei akakuja Nairobi. Kukuja Nairobi ndio wakaanza Geoffrey Musiria wakaenda live, wakaongea chenye kili happen. Ndio sasa after that Johnson Sakaja akaona video ya Musiria. Ndio akapigia Musiria simu akamwambia hizo ni nonsense zenye anafanya na akiendelea hivyo atamfuta kazi. Ndio sasa Geoffrey Musiria akaingiza baridi na aka-withdraw hiyo kesi ya Marion. Mnakumbuka alikuwa ameifuatilia mpaka alikuwa ameblock James Opande huko airport. Lakini bahati mzuri James Opande alikuwa already ashafika wapi? US. So wao walifika late kublock. So after Geoffrey Musiria kusarenda, Marion Naipei akasema according to that show alisema aliona Kanyari alikuwa amepost kwa nini yake akisema nitafutiwe huyo msichana. So Marion Naipei ndio alijipeleka kwa chachi ya Kanyari. Kujipeleka kwa chachi ya Kanyari sasa kakaanza kutamba. Marion Naipei akaenda akaintroduciwa, tukamuona huko kwa chachi ya Kanyari. Kanyari akamchukua akamuombea, akampea 50,000. But guys, huyu Marion Naipei amekapitia. And I think alikuwa anafaa apewe second chance. And guys, part 2 nitakuja kuwaelezea vile Marion Naipei aliambia manzi wa Kibera au manzi wa Mombasa alikuwa anataka kumuua kama Chira. Na ni ukweli guys, hata ukiangalia hizo video zote ni ukweli. Ni kama alikuwa anataka kutolewa kafara huyo msichana. So hapo ndio tuliona sasa amechukuliwa na nani? Amechukuliwa na Kanyari, wakafanya 1, 2, 3, akampea pesa, mpaka akamfungulia biashara, akamwekea biashara ya nini? Biashara ya kuuza dera, backless dera. Marion akaenda, akauza, akakunywa pesa zote, sahi akasota. Yani ni mbaya. Ni mbaya guys. So guys, nakuja na part 2 vile alikuwa anataka kuuliwa na vile alipatana na huyu Mathai mwingine mwenye amempeleka ushago akaombe msamaha. Kumbuka Marion Naipei aliambiwa na wazee wa kijiji asiwahi kanyanga huko. Sasa huyu Masai mwenye alipatana na yeye akiwa na manzi wa Mombasa ndio amempeleka akaombe wazazi msamaha. Juu yeye ni Masai na anaelewa mila za Wamasai.
Muliona kwa show ya Tumbili, huyo jamaa aliongea mpaka na baba ya Marion, na baba ya Marion alikuwa na uchungu sana. So, narudi tena na part 2.